Na chama hiki niwaambie, kina miiko yake. Chama cha Mapinduzi kina maadili yake, na wengine walikuwa wanafanya hizi vurugu ili chama kiwafukuze, lakini mwenyekiti wa CCM Dr. Samia akasema waacheni, tuendelee kuwavumilia, tuwalee hata kama wananitukana, lakini leo tuseme enough is enough. Mtu ambaye hana maadili atoke kwa mujibu wa taratibu. Haya nisipowaambia leo nchi hii ikaharibika, Mungu ataniuliza siku moja, ulikuwa msemaji wa chama kikubwa Tanzania, ulisema nini? Nitasema niliwaambia Watanzania waipende nchi yao. Tanzania ikiwa salama, kila mtu yuko salama. Tanzania ikiharibika, hakuna atakayekaa hapa kuvaa kilemba wala suti wala hijabu wala kola. Hayupo. Hapo utasikia pamelipuka, pale pamelipuka, kule kumelipuka, huku wamekufa, huku damu. Hakuna atakayekaa hivi. Tuache kushabikia mambo tusiyoyajua. Kuna watu walikuwa na ndoto za uraisi, zimeyeyuka baada ya kuona mama anachapa kazi kuliko maelezo, wakaanza kumchagua. Tushikamane, tulinde nchi yetu, tulinde rais wetu, tulinde taifa letu. Vijana sisi na nyinyi ndio walinzi wa kwanza wa nchi hii, na sisi hatuwezi tukakubali kama vijana wa Kitanzania mtu yoyote aharibu taifa letu ambalo limeendelea. Tusipolinda nchi hii hatuna pa kwenda. Hapa ndio kwetu, hapa ndio kwetu. Hatufundishwi namna ya kuongoza nchi yetu. Wengine wanasema tunataka tufanane na Marekani. Marekani, uchaguzi uliopita kuna mgombea anaamini ameibiwa kura hapo Marekani, na Marekani imepata uhuru karibia miaka 200 iliyopita. Sisi tuna miaka 60 tu. Mtu analinganisha Marekani na Tanzania wapi na wapi? Kwa hiyo vijana wenzangu, mko hapa, msishawishike. Kuna mtu anawaambia kabisa, tarehe fulani toka asubuhi nenda ofisi ya mkuu wa mkoa. Miguu yako itulize nyumbani, kula ugali, cheza mziki, tafuta watoto, piga kura, maliza kazi. CCM ishinde, ikuletee maendeleo. Hatuna sababu ya kuumiza nchi yetu. Lakini jambo lingine niseme hapa kwa niaba ya chama kwamba tarehe 29 kura zitapigwa, na jitokezeni kwa wingi kupiga kura. Hakuna tishio la aina yoyote. Sisi kama chama tunaamini serikali na vyombo vyake wameimarisha ulinzi wa kutosha. Ukiangalia idadi ya watu milioni 60 wanaopiga kelele hawafiki hata 1000. Hata 100 hawafiki, naambiwa pale. Kwa hiyo tulizingatie hilo. Lakini lingine, jiulize wewe peke yako, chumbani peke yako, kosa la Dr. Samia ni nini? Jiulize wewe kwamba kosa lake ni nini? Haya makelele yote ya nini? Kwani kuna nini? Jibu lako liwe kuna nini. Pata jibu alafu tuambie kosa la mgombea urais Dr. Samia ni nini? Wewe jiulize moyoni mwako. Kukamilisha ujenzi wa reli, kujenga miundombinu, kutuliza amani na usalama, kuwarejesha wapinzani nje ya nchi, kufuta kesi za kina Lema, Tundu Lissu na wengine. Na kwa uungwana wa Dr. Samia alimfuata Tundu Lissu Belgiji. Uongo kweli? Akamuona. Kosa lake kumbe ni nini? Hilo ni swali lenu. Lingine, twende tukapige kura. Kura ndiyo tunu yetu, haki yetu. Twende tukachague Chama cha Mapinduzi, kishinde kwa kishindo.